Angel. Huyo Monica amekwaje? Ameanguka. Monica. Monica. Sote sikapigwe. Mama Angel. Mama Angel. Wewe mtoto kaweje? Sijui. Hujui wakati ulikuwa kwa nyumbani hapa? Mimi sijui. Basi naongea na wewe bwana. Unastahili nani alipigwa wakati ulikuwa kwa nyumbani? Unajua moja kwa moja mtoto kapigwa. Kila jambo hutokea katika wakati wake. Linapopatikana jambo jema au baya, hatutakiwi kujali, bali ni kumshukuru Mungu. Uhai wa mwanadamu ni kama mmea. Unapochanua eneo lenye rutuba, lakini ukame unapotokea, hupukutisha majani yake, hatimaye hukauka kabisa. Mungu awe pamoja nasi na tupe ujasiri katika haya. Monica, ninajua pia na ninatambua kwamba swala hili limekuwa zito kwako na litachukua muda mwingi kuondoka nafsini mwako. Lakini ambacho nataka nikwambie kwamba naomba ujikaze sana, kwa sababu
kipo kilikuwepo na kipo kitazidi kuwepo pia. Kwa maana ukiwa unalia mara kwa mara haitoleta picha nzuri. Hoji kazi na uchukulia hali ya kawaida. Haya mambo yapo katika dunia hii. Sio, umeelewa? Nafikiria swala la pili sasa tutaangalia ni jinsi gani kwamba wewe uzidi kupata maisha ya baadaye kuhusiana na swala la elimu, mavazi pamoja na chakula. Umenielewa? Kwa sababu ukiwa unakaa kila dakika unalia, unasikitika, sio kitu kizuri. Kwa hiyo ninachokuomba ni kwamba naomba usilie. Na familia, napenda kufungua hiki kikao kwa niaba ya huyu mtoto ambaye ameachwa na mzazi wake. Kwa hiyo kila mmoja ambaye tuko hapa tuwe huru kuchangia mawazo kwamba huyu mtoto tutamlea vipi, huyu mtoto atakuwa na malezi yapi. Kabisa kulingana na kaka Judy jinsi alivyosema. Mimi ni kama shangazi yao mkubwa. Nimeona huyu mtoto ni bora amchukue Brighton aenda akaishi naye huko. Maana maisha hapa kijijini hapa ni magumu na huyu mtoto anahitaji kusoma. Wao ulikuwa unaonaje Brighton? Mimi niseme shangazi kwamba kwanza poleni sana kwa msiba mzito uliotugusa sote. Kwa sababu ulituchukua muda mwingi kutondoka nafsini mwetu. Hata mimi pia ulinigusa sana kwa sababu alikuwa dadangu kipenzi cha roho. Lakini Mungu kampenda zaidi, hakuna namna wala jinsi. Wana familia, swala ambalo limetukutanisha hapa ni swala la kuangalia jinsi gani huyu mtoto tutajaribu kumweka katika uwepo ulio mzuri, apate malezi yanayostahili, apate elimu bora, malezi mengine mazuri. Nikaona kwamba mimi binafsi mwenyewe, kwa sababu hata shangazi amegusa pale, huyu mtoto ni mbebe, niendelee mjini nikamsomesha apate elimu ya msingi. Maana tukimwacha hapa kijijini hawezi akapata huduma yoyote iliyo ya msingi. Hilo la kwanza. La pili, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wale wenye mioyo waliohudhuria kwenye msiba na kufanikisha maandalizi yote. Kwa sababu wakati msiba unatokea mimi sikuwepo. Hivyo basi sina neno zaidi sana ya kusema asanteni kwa mioyo mlionayo. Ila kuhusu huyu mtoto Monica, mimi nitamchukua na nitakwenda naye mjini. Atapata kila kinachostahili katika maisha yake, kuanzia elimu, mavazi na afya njema. Kwa hiyo shangazi, naomba nikuondolee wasiwasi kuhusu huyu binti yetu. Mimi nitakuwa naye bega kwa bega na wanandugu wote kwa kuondolea wasiwasi kwa kuwa sisi tunasema hivi, wewe ni mjomba. sawa. Yule mjomba wake wa huyu mtoto aende naye, huyo atamwangalia kwa yale malezi. Yule mwanaume na mwanamke tofauti. Ni kweli malezi. Hata mimi ndicho nilichokisema kwamba huyu mtoto nitaondoka naye, nitakwenda naye mjini, kila kitu kitakuwa sawa. Hata yale matatizo sisi wana ndugu tumeshamkabidhi, na huyu mtoto tukiona hivi ana matatizo tena fulani hivi, na sisi tutakulamu wewe. Haina shida kabisa, kila kitu kitakuwa sawa. Hata mimi nimesema kwa sababu huyu mtoto siwezi nikamwacha hapa. Kwanza itakuwa laana na nizamu. Unaona? Nina kipato cha kutosha, alafu mtelekeze ni damu yangu kwanza niseme hivyo. Unaona? Damu yangu. Machozi na machungu ninayo. Kwa hiyo siwezi kumwachia mzigo mtu yeyote. Huyu mtoto
nitaondoka naye nitakwenda naye mjini. Hapo Monica, utaenda na mjomba wako. Sawa, nimechangia. Sawa. Naona niendelee kidogo. Yaani kweli hilo ni Asante, habari za hapa? Karibu. Asante. Karibu sana. Karibu sana, Monica. Karibu mgeni. Karibu sana. Jisikie huru kama uko nyumbani. Mama Ejo. Huyo ni yule binti ambaye nilipoelekea kule msibani, ni mtoto wa marehemu dadangu. Sasa nimeona kwa sababu wana ndugu wengi tulivyokaa nao. Tumekaa wakafikiria kuwa si vyema zaidi akabakia kijijini ingawa kwa ajili ya kutokupata malezi ya msingi. Kaona ni vizuri nije naye mjini ili tujaribu kuishi naye na tumsaidie baadhi ya vitu muhimu. Basi haina shida. Karibu sana mwanangu. Asante. Ngoja basi nikaandae chochote. Naomba zingatia masomo kuliko mchezo. Kwa sababu maisha ya leo hii elimu ndio kila kitu. Elimu ndio fungua maisha. Yanaweza kukusaidia hata kwa baadaye. Mama Angel. Nakuomba Angel atoke kule kwa shangazi yake aje nyumbani kwa ajili ya kusaidizana kazi na shughuli za kama. Sawa. Sawa. Muda mrefu. Tuseme uko ski. Mama. Haya, mama ndio kinywaji hapa.